kusaidiana na sio maumivu. Usaliti unaleta chuki, maana ni dharau. Mama we, mama we, mama we. Maisha ya usaliti, chuki mezaga, ni visirani tu chuki. Nimepoteza tumaini, sidhani kama nitashinda. Mana niko vitani na wanaoniwinda wana nguvu sana. Yovina, na mbona najifungia ndani? Hapana, nakuomba uondoke. Kalena, ondoka. Sikihitaji. Wasi unajiona una maisha mazuri. Tuacheni sisi maisha yetu mabaya. Hapana, sijakufukuza mimi, mfukuza mama. Kama akikucheza na matajiri. Kama nimekukosea, basi nisamee. Basi toka nje tuongee. Sitaki kuongea na matajiri. Basi tuna na maskini wenzangu ambao kina shei. Sio wewe. Sawa. Tena utoke na uondoke, usije tena hapa. Maisha ni magumu ila sio mbaya, kwa mishe ndogo ndogo nitafika. Yani tunapambana hata kuzanga, ili mradi siku ziende. Wivu, wivu unaleta chuki, wivu, wivu na kutoaminiana, chuki. Maisha na usaliti. Maisha. Baby, lakini vipi, umeshiba? Niko vizuri kabisa. Labda wewe. Mimi hapa usiuze kama nitakula tena. Ulaji wako bwana. Si nimeshiba. Bwana, ulaji wako wewe nani? Yaani siwezi kula tena. Ila hao samaki leo. Yaani hata sio wazuri. Si umeona ni kuna ukakasi fulani. Si mnanua samaki uko umekaa siku nyingi dukani alafu unaenda mnanunua. Bora ununue nyama sasa. Sasa samaki ndio hivyo sasa, unafanyaje? Bwana, nyama hapana. Toka kula jana tu. Leo ningepika tena. Hapo umo na tumbo sasa hivi. Sawa. Una shida. Kichwa kina mambo mengi, unakulaje? Na umemisi ugali. Ugali usiku hapana. Ugali hapana. Ugali labda mchana. Sogezea maji. Sasa mke wangu umepika. Mwenye mapishi mwenyewe si unanijua. Ngo nasubiri mtoto wangu nikusifie. Walinazi. Halo. Habari. Ndio, ndo mimi. Mbona nimewatafuta sana kwenye simu, ulikuwa mpatikani? Pesa yenu ninaye. Nimewatafuta sana siku mbili za mpatikani. Basi sawa. Subiri nitamwagiza kijana wangu awaletee hapa. Hamna shida. Mke wangu. Nenda hapo ndani kanichukulie bahasha. Nikiwasha fani kwenye yale mabegi. Niletee. Nyumbani.
Wahenga walisema kila hatua dua, mtembea bure si sawa na mkaji shua. Inategemea na inavyotaka kuwa, sio kila hatua ina faida, sio kila mkata pema. Mabaya yanamwita mwingine, ukataa mema na mabaya yanampita. Sio kila utakachomomba Mungu takipata, mtembezi tembea ila zingine askaba uwa vunja duka, dhulumu mali viunze vuka, ila kumbuka kuna kuteleza na kuanguka. Tukio moja la leo ndo linatengeneza wadogo. Wadogo cheni. Unaniita nini? Hebu njoo kwanza. Mbona fuatilia maisha ya watu? Unataka kazi au unataka kazi? Kausha. Unaniita nini? Oya, mbona unapita pita usalimii ndogo janja? Au si unatona paka hapa tulio kwa hapa au si? Umeniita nikusalimia au umeniita shida? Hebu shika kitu. Mama Karen. Uioni au? Nakuja. Ndo maisha ndo saliti. Kuchukua bahasha tu masaa mawili hapo. Ngo uioni au? Baby, uko sawa? Jisiom? Yaani muda huu umeingia ndani umetoka huko Roma. Sawa, nimpigie Mbonde hapa. Ndio wapelekea la jamaa. Imenichosha kwa kweli. Mke wangu, Mbonde ni rafiki yangu, alafu ni mtu ambaye namwamini sana. Na huwa anamtumia sana kwenye mambo ya kifedha kama haya. Sasa nitamwamini nani nafikiri? Kuna tatizo? Sawa. Sasa ushawahi kusikia kama amenidhulumu? Sawa. Mbonde. Uko wapi ndugu yangu? Sawa, sasa nataka uje hapa nyumbani, kuna mzigo nikuagiza mara moja upeleke sasa. Hamna shida cha basi. Sawa, haina shida, nitatoka nao basi tukutane pale maeneo. Hapo. Kama vipi? Kuna matatizo gani? Muda huu tu naumwa. Sawa. Kuna shida. Sawa.
Alafu napenda sana kuangalia vile vitu. Vinafundisha nini? Sasa nyimbo za sasa zinafundisha nini? Zaidi tu ya kucheza cheza alafu wamevaa nusu uchi vile. Zinafundisha nini? Angalia vitu vya kufundisha bwana. Na vitu vingi vya kuangalia uso hizo nyimbo bwana. Alafu Karena akikaa hapo na unaweka hizo nyimbo anaangalia naye. Kenda jifunza nini? Kwani akiwa gize na daftari hili tunashikilia. Lazima angalie. Sio malili mazuri kumuonesha mtoto vile vitu. Akiwa anarudi shuleni, ukiwa unataka kuangalia hivyo mtoe kabisa, sio mazingira haya. Ende chumbani kwake au akakae pale kibaza ndani sebeni pale. Natakiwa gize na masomo. Kuangalia mimi nafanya nini mbele angalia. Kitu hiki hapa. Nyima picha nini? Hazikuhusu. Fanya hivi kwanza. Kwa mwanangu sikia. Oya. Unataka kazi utaki kazi. Sasa mambo haya na kazi na usiana nini? Kama unataka kazi, fanya juu chini ya kazi. Shiti mwanangu unakanyaga leo saa. Oya mwanangu. Ona kanyaga mwanangu. Sema nikutania toto. Ungechukua kingekulamba leo. Aishi hapa. Wasikia mwanangu. Ona kanyaga mwanangu hapo. Umeelewa? Yaani dogo janja ndo amekapata hapa baba yake, yaani ameshikilia hapa. Kwa hiyo dogo janja lazima kaongee kitu leo. Oh mwanangu umekanyaga. Ona nitakaje ndoto ya boss. Jamaa mbona hivi? Atoa mwanangu sikia. Yule dogo fanya juu chini, mguu wako nenda kamwombe msamaha mwanangu. Yule dogo mwanangu ukimfuata kichwa ya kusamehe. Yaani kwamba swala hela hapa ili mpaka lifike kwa baba yake. Yaani kwamba hapo umeakanyaga, sio umeakanyaga vadogo, yaani umeakanyaga pakubwa. Yesu analanyaga. Ila poa mwanangu. Tuli kabisa mwanangu, mimi ndio fresh mwanangu, peteka mwanangu, set hapo. Kaba huwa vunja duka, dhulumu mali viunze vuka. Ila kumbuka kuna kuteleza na kuanguka. Tukio moja la leo ndo lina vipi? Alafu najua unanichanganya. Tumekula pale vizuri, huko vizuri. Sawa. Nimekutuma bahasha, umekuja kuchukua bahasha, umeleta pale, unaanza kumbadilika, unakuja unasema naumwa. Hiyo baki anza saa ngapi? Hebu nishike kwanza mwili wangu uone vizuri. Joto ndalo la kawaida. Siku nije nizime ndo yani ukubali kama naumwa sio? Wewe niambie una shida gani? Hebu niambie. Uko sawa. Ila tu ndio hivyo najisio. Kuna na mtu anakushirikisha mambo yako zaidi ya mimi? Jamani. Yes. Unaisije? Mimi nikuona uko na alio siwezi kuvumilia, wewe ni mke wangu. Kwa lazima nikuulize, shida ni nini? Nahisi tu maumivu ya kichwa. Nifanyie tu mpango wa dawa. Ila sina. Sasa kufanya mpango wa dawa ikiwa sijui unaumwa nini? Kichwa. Kwa hiyo nikienda na kuna dawa gani sasa? Hata Panado. Yangu. Alafu nyinyi ndo mnaamini kwamba ukiumwa tu kidogo nenda kumeza dawa. Unapata vipimo kwanza na unameza dawa.
Unazaje hivyo, unajisikia wewe umekanunua dawa fulani? Jamani. Panado si yani ni dawa tu. Yaani tusikie kama ni huduma ya kwanza. Sawa. Hii haina hata shida. Hamna shida. Mimi natoka. Naenda kumkabidhi Mbonde ile pesa wapelekee wale jamaa. Kuna jamaa wananidai. Sawa. Sawa. Kwa unanichanganya juu. Ndio sawa. Sawa. Matunda. Alafu mimi sasa nataka nikanunue nyama sasa. Sasa nasema nyama sijui kufanyaje kila siku. Mimi napenda nyama. Vile samaki simesema vimeharibika. Ndio tu na matunda. Mimi usipenye sisi tena. Kama nipikie sio? Si chakula kipo. Ndio nanunua nyama alafu wale samaki siwezi kula tena. Hiyo kasoro mix ndio ambayo nimesema uliona. Sawa. Sawa mke wangu. Pumzika basi. Sawa. Nakuletea dawa. Unaweka unaumwa? Yaani mimi na utunzi wangu nisingizie kuumwa. Yameisha. Sije kawa kesi bure. Wivu na kutoaminiana, chuki. Maisha na usaliti. Maisha na usaliti. Maisha na usaliti. Maisha na usaliti. Nimepoteza tumaini, sidhani kama nitashinda, mana niko vitani. Karibu shemeji. Asante. Karibu sana shemeji. Asante kabisa. Karibu. Yovina. Halo. Mletee mjomba wako Kigoda. Sawa. Karibu sana shemeji. Asante. Nipo kwa shemeji. Mimi nipo kabisa. Mambo yanaenda. Mambo yanaendelea. Karibu hapa. Asante. Karibu sana. Asante kabisa. Tumeadimika sana. Ndio sio pilika za hapa na pale. Na babu yangu. Unapika pale. Ongea sana. Hiyo bwana shemeji maliza hapa. Mimi bwana namshukuru Mwenyezi Mungu. Tunaendelea kuche kuna kucha. Vipi hapa mnaishi salama na Yovina? Naendelea vizuri. Ndio. Sijui utokako na familia kwa ujumla. Kwa kweli kule sisi salama. Ndio. Mungu ni mwema, tunashukuru. Ndio. Mungu anatujalia. Sijui hapa wewe na Yovina mnaishije? Acha kabisa. Ila nachoshukuru mimi nimepambana mpaka mwipao amerudi shule. Yaani nimejaliwa kumpeleka hata tena shule. Maana hapo kati palikuwa na changamoto, yani mpaka usema bwana maandalizi ya kumpeleka shule au jukumu la shule ilikuwa kidogo changamoto kutokana na maisha yaliyokanipiga. Ila kwa sasa hivi nashukuru kwamba amerudi tena shule. Na pia nashukuru mwenyewe anajielewa, yani muelewa. Yovina muelewa sana. Yaani acha kabisa shemeji. Nimepitia kipindi kigumu sana. Nimepita kipindi kigumu mno. Haifai hata kusimulia, ila namshukuru Mwenyezi Mungu. Amenisimamia, amenipigania mpaka leo nafika hapa nilipo. Familia yako na dada nyumbani mmewachaje? Nashukuru Mungu. Mungu ni mwema. Ndio. Poleni sana changamoto mnazopitia. Nadhani najitahidi sana kumlea Yovina na nadhani Mungu atazidi kuwabarikini kwa yote mnayotenda. Hata huyo mkeo baada ya kutoka hapa kwako, yaani alifika kule kwa mume wake yule mwingine, yaani alikuwa na maisha magumu, alikuwa anapigwa. Unajua kupigwa. Lakini baada ya kutoka pale akarudi kule kwa wazazi. Yako huko ni mlevi, kahaba mkubwa, anapita kujiuza.
Unaona, ni danga mkubwa pale mtaani, tuna sio mjua. Tabia za kule yani ndo hana tabia nzuri kabisa, yani amemwasi Mungu kabisa. Yani alijui hata kanisa, yani ameyasahau hata maneno ya Mungu. Yani kwa sasa ana tabia mbaya sana, ana maisha magumu sana kwa sasa na yeye. Kwa hiyo mimi nawaombeeni maisha mema hapa, Mungu awabarikini. Yatabadilika, maisha yatabadilika, mtangulize tu Mungu. Namshukuru Mwenyezi Mungu, amenisimamia, amenipigania mpaka leo nafika hapa nilipofika. Ndio, sifa zimrudie Mwenyezi Mungu. Mungu ni mwema. Ilikuwa ngumu sababu mimi nilifeli, au baada ya kutoka tu kuniacha hapa dadako, nilifeli kiakili, yani hata kinguvu. Yani nilichoka. Kalazimika sasa niingie upande wa pili, kwamba bwana naendeshaje familia. Kalazimika sasa yani nibadilishe mfumo wa maisha. Kalazimika kuingia maporini, tafuta miti, kata, weka tanuru la mkaa, tia moto, tafuta hata 200 kuiendesha hii familia. Kilikuwa ngumu sababu huyu mtoto ni mdogo, unafanyaje shughuli hizi, unajigawaje? Lakini ndio hivyo, hamna namna. Ndio. Na nashukuru Mwenyezi Mungu, hapo kati au kipindi cha nyuma, baada ya dada yako kuniacha, mwanao yule mkubwa binti yule, kabla hajabadilika, alikuwa ananisupport. Ndio. Maana baki na mdogo wako, basi nakimbia kidogo porini, nafanya shughuli, narudi hapa nakuta. Lakini hapo kati paka pameingiliana, mwisho wa siku anakuja ananiambia Jovina kama bwana amekutana na dada huko mtaani huko, akamwambia bwana hawezi kurudi hapa kutokana na mifumo tunaishi hapa, hapendi vitu tunavyokula, kama sabuni vya hali ya chini, anataka si viepe, si anataka, sielewi anachoona, sababu sisi hapa ndio hivyo, ukipata majani twende mboga hiyo, ukipata si pitiku, asema pitiku natoa, hata dagaa, basi maisha naenda. Ndio. Sasa anaona maisha kidogo sio rafiki. Kwa hiyo akamwambia bwana, mimi bwana siji hapo nyumbani leo, kama kula si namna gani. Baada ya maelekezo hayo, tangia hiyo mpaka leo hajaja hapa mwanao yule wa kike mkubwa. Kwa hiyo niko na Jovina, nashukuru yeye ndo amekuwa mama, naona kama vile unavyomuona yuko jikoni. Na nashukuru anajitambua, mimi nikiwepo mboga niwepo nisiwepo, mboga ikiwepo yeye anapika na kula. Na mimi nikirudi nakuta hata kidogo kuna unafuu kwamba anajiendesha. Poleni sana kwa changamoto unazopitia. Nadhani unajitahidi sana kumlea Jovina, na nadhani Mungu atazidi kuwabarikini kwa yote mnayotenda. Yatabadilika, maisha yatabadilika. Mtangulize tu Mungu mbele. Ila mimi naomba muwe na imani, Mungu ni mkubwa, atabadilisha tu maisha. Asante shemeji. Sasa kwa shemeji, naam, hiyo bana nikuache sasa, lakini kuna kiasi fulani hapa nikuachia angalau. Mwenyezi Mungu akubariki. Amina. Nashukuru sana, asante sana shemeji, usiache moyo huu. Amina. Lakini pia kabla hujaondoka,